Karibuni AS Wembere. Huu ni mradi wa kimkakati wa serikali, ni moja ya miradi ambayo ni ya kimkakati ya serikali. Sasa huu mradi wa AS Wembere ni mradi ambao unalenga kutafuta mafuta na gesi, na AS Wembere ni bonde ambalo ni kubwa, linahusisha mikoa mitano: mkoa wa Arusha, Tabora, Singida pamoja na Simiyu. Sasa huu mradi ulianza mwaka 2015 na tokea mwaka 2015 tumekuwa tukikusanya data mbalimbali ambazo zinahusiana na uwepo wa mafuta na gesi katika eneo hili. Na mwaka 2015 tulikusanya data za kwa kutumia ndege, tunaita Airborne Survey, yani AGG. Na baada ya hapo tulikusanya tena data zingine ambazo zilikuwa zinahusisha ucholongaji wa visima vitatu katika maeneo ya Singida, kule Simiyu pamoja na maeneo ya Tabora. Sasa zile data zilipelekea kubainisha miamba tabaka ambayo ina mafuta. Kwa hiyo tukajiridhisha kwamba katika eneo hili la bonde ya AS Wembere kuna miamba ambayo inaweza ikahifadhi mafuta. Sasa baada ya hapo, baada ya kuwa na hiyo awamu ya kwanza ya uchukuaji wa data, tulitumia kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 8 katika kufanya shughuli hizo ambazo nimezisema. Na hizo kazi zote zinafanywa na shirika letu la mafuta ambalo ni TPDC. Na sasa baada ya kuwa tumejiridhisha kwamba kuna hiyo miamba tabaka, tukaenda kwenye sasa hatua ya pili ya kuchukua data zingine ambazo tunaziita ni data za mitetemo, yani seismic survey. Na lengo la seismic survey ni sasa kujaribu kuangalia kina cha hiyo miamba tabaka, kwa sababu nature ya mafuta ni kwamba lazima uwe na kina kiasi fulani cha hizo sediments ili uweze kujua kwamba hapa kunaweza kuwa na mafuta au la. Kwa hiyo tukaanza hiyo survey kwa kutumia kampuni ya Tanzania ambayo inaitwa African Geophysical Services, ambaye leo tutakuwa na mwenyekiti yuko hapa, ambaye yuko hapa pembeni yangu, naye ataongea kidogo baadaye. Na katika hiyo project ya seismic acquisition au data za mitetemo kulikuwa kuna awamu mbili. Awamu ya kwanza tulichukua data za 2D za seismic ambazo zilikuwa na urefu wa kilomita 260, na tulitumia kiasi cha shilingi za Tanzania zaidi ya bilioni 10. Na sasa ile kazi ilivyokamilika, tumekuja kwenye phase ya pili sasa, ambayo ndio leo tuko hapa tunaangalia. Hii ni phase ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo. Sasa katika phase hii ya pili ya uchukuaji wa data za mitetemo tumeshakamilisha hiyo kazi kwa 47%, na tumeshachukua kiasi cha data za kilomita 430 mpaka leo. Na kwa ujumla wake hii project ya sasa hivi, hii phase hii ambayo tunafanya sasa hivi, itagharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 43. Kwa hiyo kazi inaendelea, na kama ambavyo mmejionea hapa nyuma yangu kuna hii mashine. Hii mashine inasaidia kuchoronga mashimo mafupi ya kilomita ya mita 15. Hayo mashimo wanaweka zile dynamite, milipuko, baadaye wana shoot na kuweza kukusanya data. Ni kitaalamu zaidi, lakini kwa sababu ya nature ya haya maeneo ambayo mmeyaona, tuko katika eneo la ziwa Eyasi. Kwa hiyo kwa muda mwingi hili ziwa linakuwa limejaa na huwezi kupitisha yale magari makubwa yale ambayo yanatoa mitetemo. Kwa hiyo tunabidi kutumia mashine ndogo ndogo hizi. Unachimba, unaweka explosive, zinalipuka, alafu wana rekodi hizo waves. Kwa ndio kazi ambazo zinafanyika. Kwa hiyo kwa jumla hiyo ndio picha halisi ya hii project ambayo tunaifanya. Na hii project ni project muhimu sana kwa serikali, kwa sababu
kadhaa. Moja ni kwamba tunategemea kwamba kama tutagundua mafuta, basi nchi itaweza kunufaika na mafuta, kwa sababu sasa hivi Tanzania hatuna mafuta, na tunategemea kwamba hapa kutakuwa na mafuta. Kwa hiyo nchi sasa itaweza kusevu fedha za kigeni ambazo inatumia hela nyingi sana kununua mafuta nje ya nchi, kwa hiyo tunaweza kupata mafuta hapa nchini. Na kingine kikubwa ni kwamba eneo la EAS Wembere liko katika bonde la Ufa, na bonde la Ufa kwa wenzetu majirani wa Uganda wameshagundua mafuta kule, na sasa hivi wanakaribia kuchimba kama ambavyo mnajua. Lakini kule Kenya vile vile wameshagundua mafuta kwenye bonde la Ufa. Sisi Tanzania tulikuwa tujafanya utafiti. Kwa hiyo sasa hivi tunaamini kwamba eneo hili linaweza likawa na mafuta. Viashiria vyote vinaonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuwepo na mafuta. Mimi naitwa Salum Ajib, mwenyekiti wa shirika la AGS au Africa Geophysical Services. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa afya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kutupa afya na nguvu kufika hapa kukutana na wote. Nimshukuru naibu katibu mkuu wa nishati, mkurugenzi wa utafiti shirika la TPDC, project manager Bwana Sindi na wageni waalikwa. Hii project ni muhimu sana kwa taifa na kwetu pia. Sasa hivi tupo katika hali ya kuendelea na kazi. Tumeleta vyombo vya kutosha na tunaongeza vingine. Wafanyakazi wengi tunao, wameshafika, wataalamu wengine kutoka Ulaya, wengine kutoka Afrika. Tunao vijana ambao wamefanya kazi hapa kutoka sehemu hii ya Bukundi, na wengine wa Mwanza na Babati. Lakini nia yetu ni kwamba tufanye kazi kwa ufanisi zaidi na kwa upesi zaidi, ili tuweze kutoa data nzuri sana kwa ajili ya kuangalia kwamba tunafanya drilling na kupata mafuta katika eneo hili ambalo kama alivyosema katibu mkuu ni katika bonde la Ufa. Kwa wenzetu wameshagundua mafuta pande zote mbili, na sisi Mungu atujalie inshallah tupate mafuta vile vile. Sasa hivi tunamalizia hizi infill ambazo hatukuzifanya wakati tulikuwa tunatumia magari yale makubwa ya mitetemo, na baadaye tutaenda kwenye lake ambapo tunatumia tuna boats za kufanya na drilling machines ambazo tumeshazileta zaidi ya 20 kwa sababu ya kuchimba katika maji, na milipuko pia tumeshakuja tunayo. Kwa hiyo kazi itaendelea kama alivyosema kwamba tutaifanya kwa upesi na kwa ufanisi mzuri zaidi. Na nashukuru sana TPDC kutupa fursa hii na kutuamini. Kampuni ya Tanzania makao yetu yapo Kibaha, vyombo vyetu vingi vipo Kibaha, na wataalamu wetu wengi ni vijana wa Tanzania, wengine wako Mtwara, wengine wako hapa. Tunaendelea ku transfer technology kwa wananchi, inshallah baadaye tuwe na wataalamu wote kutoka Tanzania. Mimi naitwa Pasco Njiko, ni kaimu mkurugenzi wa utafutaji, uendelezaji na uzalishaji TPDC. Kwanza majukumu yetu tuliopewa kwa mujibu wa sheria ya petroli kama shirika la taifa la mafuta, moja ya majukumu tuliopewa ni kufanya utafiti wa mafuta na gesi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kutekeleza hiyo, sisi TPDC tunafanya utafiti katika ile bonde la EAS Wembere, na tunashirikiana na contractor wetu AGS katika kufanya ule utafiti wa awali wa seismic acquisition kwa ajili ya kupata taarifa za kina zitakazo kutuwezesha kufanya maamuzi ya kama tunaweza kuendelea na hatua inayofuata ambayo itakuwa ni uchorongaji wa visima virefu vya utafiti ambavyo vinaitwa exploration wells katika ile bonde la EAS Wembere. Na kama alivyosema naibu katibu mkuu Wizara ya Nishati, wenzetu nchi za jirani wameshapata mafuta katika mabonde yao ya Ufa, lakini sisi Tanzania ndio tulikuwa bado tuko nyuma katika hilo. Na sasa TPDC kama shirika la taifa tumeamua katika mabonde yetu ya Ufa, hasa ile upande wa mashariki, tuweze kuendelea na utafiti wa kina na tuweze kuona kama tunaweza tukachimba. Na tunaona dalili zilizopo sasa hivi, tumeziangalia data za awali kutoka kwa wenzetu wa AGS. Data zinaonyesha matumaini makubwa sana ya kuweza kupata mafuta au gesi. Kwa ndani ya miaka 2 au 3 inayokuja, tunaweza tukafanya maamuzi makubwa ya kuweza kuchimba kisima cha utafiti na kuweza kujua kama kweli
hizo picha zilizokuwa tunatuonyesha kwamba mafuta yapo au hayapo, lakini dalili ni kubwa sana. Tumeziangalia hizi data leo tulivyofika, tumeziona na tunaona zina matumaini makubwa sana ya kuweza kupata mafuta au gesi katika bonde hili la Eyasi Wembere.